Bwana Yesu asifiwe sana. Roho Mtakatifu akanifundisha mambo matatu hapo. Jambo la kwanza, ukisimama katika msimamo wako na Mungu wako katika eneo, kwanza Mungu huyo atakutetea katikati ya maadui zako. Huyu Mungu ndiye atakuwa mtetezi wako katikati ya washitaki ambao watasimama kushtaki. Yeye atasimama kukushika mkono na kukutetea. Atasema, huyu ni mwanangu, acheni kumgusa. Maana yake kama ni majaribu, kama ni silaha walitupa, hiyo silaha itagonga mwamba. Bwana atakuzingira na kufunika, kwa sababu umesimama na yeye katikati ya maadui, kwa sababu umesimama na yeye katikati ya shida. Nataka nikwambie mwana wa Mungu, tengeneza msimamo juu ya Mungu wako ulio naye, ili akutetee wakati maadui watakapoongezeka katika maisha yako, watakapozingira familia yako. Bwana aweze kukutetea. Leo hii watu tunalia, Mungu tutetee, tutetee. Wakati huo hatuna msimamo na Mungu tuliyembeba. Ikitokea tunakutana na vitu, tunayumbishwa na tunatoka kwenye njia. No, hapana. Hilo ni jambo la kwanza. Hilo ni jambo la kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sio kama kuna mtu mmoja anaelewa kila ambacho tunazungumza mahali hapa. Jambo la pili, nini nimejifunza katika eneo hilo? Ukisimama na Mungu wako katika eneo lolote ambalo umewekwa, Mungu wa mbinguni atakuepusha na mauti waliopanga ambayo sio mapenzi ya Mungu. Maana yake hautakufa kwa wakati wako. Hautakufa kabla ya wakati wako. Hautakufa kabla ya wakati wako. Mungu wa mbinguni atakuepusha na mauti ambayo haijapangwa. Lengo la nia ya shetani ni kuua, kuharibu na kuvunja. Sasa nataka nikwambia kwamba ukisimama na Mungu wako imara, ukamtazama, huyu Mungu wa mbinguni atakuepusha na mauti ambayo yamkini shetani amepanga kukuangamiza kabla ya wakati wako, au kabla ya kusudi la Mungu juu ya maisha yako. Unaweza kujiuliza ni kwa nini? Angalia kina Mesha, Shadraka na Abednego. Hawa ni watu ambao walipangiwa mauti kabla ya kusudi la Mungu au mpango wa Mungu. Na ni mauti ilikuwa ni mbaya sana. Mauti ya kuungua ukiwa mzima. Sio kwamba angalau labda umelala, yaani unakufa unajiona, unatazama, ngozi inapukutika unatazama. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Maana yake ni nini? Kama shetani atapanga mauti kwa njia ya ajali, hiyo ajali haitakupata kwa jina la Yesu. Kama atapanga mauti kwa njia ya magonjwa, hilo gonjwa hilo halitakuua mpaka wakati wa Mungu utakaposimama. Kwa sababu umesimama na Mungu na umekaa katika njia na ukakaa katika msali. Haijalishi walipanga namna gani, adui anaweza katupa magonjwa, anaweza katuma chochote, lakini hakitakuua kwa sababu uko katika msimamo. Na hiyo nguvu ya msimamo ulio nao ndio itakayokutetea kutoka katika mauti isiyo ya lazima ambayo Mungu hajaipanga kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu. Sijui kama kuna mtu anaelewa kile ambacho Roho Mtakatifu anasema na sisi. Na jambo la tatu, Roho Mtakatifu akanifundisha katika habari hizo, ya kwamba ukisimama katika msimamo ulio wa kweli, ulio thabiti pamoja na Mungu wako, ya kwanza watu wasiotaka au watu wote watamheshimu Mungu unayemwabudu. Na sio tu kumheshimu Mungu unayemwabudu, vile vile watakuheshimu hata wewe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hawa watu walizarauliwa na watu wote. Waliwatengenezea njia ya kuzarauliwa, kutoheshimika, pamoja na kwa walikuwa katika nafasi nzuri. Lakini huwezi amini, kwa lazima walimheshimu Mungu wao na waliheshimika na wao. Biblia inasema kwamba, ngoja nikufundishe. Barikiwe sana. Hiyo Daniel. Hiyo sura ya 3 mstari wa 29 na 30. Anasema, basi mimi nimeweka amri ya kuwa kila kabila ya watu na kila taifa
na kila lugha watakaonena neno lolote. Jamani, neno lolote, sio watakaoenda kinyume, watakaonena. Maana yake hata alikuwa amejifungia chumbani, anatoa amri, yeyote yule atakayenena neno lolote. Bwana Yesu asifiwe sana. Juu ya huyo Mungu wa Shadraka na Meshaki na Abednego watakatwa vipande vipande, na nyumba zao zitafanywa jaa, yaani itafanya kama jalala, kwa kuwa hakuna Mungu mwingine awezaye kuokoa namna hii. Na 30 anasema kwamba kisha mfalme akawakuza Shadraka na Meshaki na Abednego katika wilaya ya Babeli. Wangapi wanataka kukuzwa na Bwana katika maeneo alipo? Wangapi Bwana anataka wakuze katika eneo alipo? Sikiliza nikwambie, ni desturi au ni kanuni ndogo tu ambayo unaweza ukashika. Unataka ukue katika eneo ambalo umewekwa, hebu simama katika msimamo wa Mungu wako katikati ya watu wanaokuzunguka. Ninakwambia kuna siku hawa wanaokudharau watatoa amri na watatoa mamlaka kwamba asiwepo kumdharau Mungu wako, na wala wewe asiwepo kunena lolote juu yako. Na Bwana wa mbinguni atakukuza juu ya mataifa, atakukuza katikati ya watu wanaokuzunguka, atakukuza katikati ya watu wanaokudharau. Manake ambao walikuwa na kudharau watakuheshimu, watakuona ni wa thamani. Wale ambao wakuona hauna maana watakuuliza, na twende wapi? Kuna wakati wengine wakushirikishi vitu, utashangaa wanaanza kukushirikisha, kwa sababu umesimama na Mungu wako, kwa sababu umesimama na Bwana wako. Mwana wa Mungu, haijalishi dhoruba iwe nzito kiasi gani, haijalishi magumu yawe nzito gani, haijalishi familia yako ieleweki, hebu simama na Mungu wako. Simama katika msimamo ambao Bwana utamshawishi akubebe kama tai, na akupeleke juu sana, akupeleke viwango vya juu sana, ambapo wengine hakuna atakaye kushusha. Watapambana kukushusha lakini hawataweza, watapambana ushindi lakini hawataweza, watakupiga kwa maneno yao hayatakuwa na nguvu, bali neno la Bwana ndilo litakaosimama na wewe katika njia zako, katika biashara yako, katika familia yako, katika utume ambao Bwana amekupa. Na hakika jina la Bwana litatukuzwa, na huyo mwingine atakuwa na wewe, atakupeleka mahali ambapo kusaidie. Wataanza kujiuliza imekuaje, na utaambia ni Mungu ambaye nimesimama naye, ni Mungu ambaye nimesimama naye. Bwana Yesu asifiwe sana.